Una uwezo mzuri sana wa biashara, una uwezo mzuri wa kufikiri na kuja na mawazo mapya, una mawazo mazuri sana katika eneo la biashara, lakini shida ni moja, haujiamini. Yaani hauamini mawazo yako. Unataka kwanza watu wengine wakuamini, alafu ndipo wewe unajiamini. Hiyo tunaita kusiki validation. Unataka kwanza kumuelezea mtu akuamini kile kitu, alafu akusapoti kwanza kwa kukupa maneno mazuri ndipo uanze. Sasa haiko hivyo. Iko hivi, anza kwanza kuamini katika wewe binafsi. Wazo lako hilo liamini kwanza. Hicho kitu unachokifanya kiamini kwanza, alafu wengine watakuamini na kuelewa baadaye. Sio lazima wakuamini sasa hivi. Yaani kuna mambo mengi inabidi uanze kwanza, ndipo watu waje kuelewa na kuamini baadaye sana. Ila sasa hivi inabidi uanze. Sasa changamoto kubwa ya watu wengi wanakosa ile kujiamini. Yaani hawajiamini. Haamini kama anaweza kukaa chini akafikiri vizuri afa akaja na wazo zile la biashara. Haamini kama anaweza kufanya biashara na ikamlipa kwa kiasi kikubwa na kwa faida kubwa. Haamini kabisa. Sasa amini kwanza. Ngoja nikupe mfano mzuri. Simba sio mnyama mwenye kasi zaidi mwituni. Yupo chita. Lakini simba sio mnyama ambaye ana nguvu au mwenye uzito mkubwa sana mwituni. Kuna tembo. Lakini anachofanya simba awe simba na azidi kuwa mnyama tishio ndani ya pori. Mpaka sasa hivi ni vile anavyojiamini. Anajiamini sana na kujiamini kwake kunafanya na kuwa tishio katika wanyama wengine na kwa binadamu. Sasa jiamini kwanza. Hebu amini mawazo yako. Amini unaweza kufanya kitu kizuri. Yaani sio kila wazo ukiwa nalo lazima ukatafute ushauri kwa mtu. Kwamba akishakwambia liko vizuri ndio unaweza kulifanya. Sio kweli. Yaani kila wazo ambalo unakuwa nalo, hebu liamini kwanza peke yako. Amini kwamba ile wazo linaweza likaleta matokeo makubwa. Amini kwamba mimi naweza kufanya kitu kikubwa peke yangu kabla hata sijapata support kutoka kwa watu, kabla hata watu hawajaamini ninachokifanya.